You never share your glory with anyone. Jehovah Lord, that is your name. Yeah, you are my Father. That is your name. You never share your glory with anyone. You never share your glory with anybody. You are the Lord, and that is your name. You are the Lord, that is your name. You never share your glory with anyone. You never share your glory with anybody. You are the Lord, that is your name. Oh, you are the Lord, that is your name. You never share your glory with anyone. You are the Lord, that is your name. You never share your glory with anyone. You never share your glory with anybody. Jehovah Lord, that is Bwana umeniona hakika Yesu wangu. Piga Yesu makofi mazuri. Ai. Ai. Ameniona. Ameniona. Ameniona,
vizuri jamani. Twende. Piga. Sasa twende namna hii. Ameniona, 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 ameniona. You are so faithful, so faithful, so faithful. You are so faithful, so faithful, so faithful. That's why I praise you in the morning. That's why I praise you in the noontime. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you all the time. Yes, that's why I praise you in the morning. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you all the time. Yeah, you are so faithful, so faithful, so faithful. Oh, you are so faithful, so faithful, so faithful. Yeah, that's why I praise you in the morning. That's why I praise you in the noontime. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you all the time. 1, 2, 3, 4. God bless you. Praise and worship. You may be seated. Father, we thank you. We give you glory. We worship you this afternoon. It is in you that we have won the battles. It is in you that we have seen you conquering and winning every step of our life. That we have been able to succeed in every move because you have blessed us. You have guided us. Father, I seek for your help as I teach your people, as I teach your servants, as I teach your children, God. May you use me as just a vessel to reach to them, teach them, and empower them with your word, that they may always grow to know indeed you are the King, you are the Master, you are the God of gods, and you are the Lord of all lords. In Jesus' name we do pray. Somebody say amen. Salimia watu wawili watatu, ambie karibu. Sasa tusikie neno dakika kidogo tu. Thank you. Wangapi walikula tear gas? Wangapi walikula tear gas? Kama hujakula tear gas, wewe si Gen Z. Hello, wewe ni Gen Z? Wewe ni nini? Baby? Na wewe ni Gen Z? Na wewe ni Gen Z? Mnaruka Gen Z? Gen Z si ni watoto wenu. How can you jump your children? Gen Z si watoto wenu? Who has a daughter or a son of 20 years? Kwa hivyo wewe ni Gen Z. Wewe ni shosho kwanza. Ni shosho. Sasa unaona? Usiruke kusema, unajua historia inajirudiaga. Na watu hawajaona hii kitu kwa umbali kidogo. Maana siku ile Maumau walikuwa napigana kwa kichaka. Si wazee walienda kupigana. Kina Makemadi walikuwa vijana wadogo, akina Waruingi walikuwa vijana wadogo. They were between 25 years. Mzee sana alikuwa 30. Na wakati walikuwa napigana, wakina mama na kina baba waliobaki nyumbani ndio walikuwa nawapatia chakula, wanawapatia maji,
wanawapatia mahali pa kujificha. Si umejikuta ukisema hawa watoto wapatiwe maji, na umejikuta mkisema watoto wapate. Niliona wakiletea lori mzima ikapita huko, mtu alijitolea akaenda akiwapatia maji, wafanya nini? Is it not the history repeating itself? It is. When you are in part of the history that it is repeating itself, you need to thank God because there is something new happening. Hawa watoto si weda wa simu, na Ruto si mweda wa simu. Najua mnaweza kuona kama Ruto ni mweda wa simu na hawa watoto ni mweda wa simu. Lazima Farao angekuwa ndio wana wa Israeli watoke kwenye utumwa, na lazima Farao angekuwa ndio wana wa Israeli wajue kuna Mungu. Maana God was speaking to Farao, ama hakuna speaker anaongea naye? Alikuwa anamkausha moyo, anamwambia kauka kabisa, usiwasikilize. He was talking to God. Mungu hakumwacha ati kusema tu wewe kwa sababu wewe umetesa wana wa Israeli sana, I want to speak to you. He was speaking. They were negotiating, they were talking. So hata Ruto ni mtu wa Mungu, na Jensi ni mtu wa Mungu, na wewe ambao ulipatiana maji pale ni mtu wa nani? Kwa hivyo there is something new God is doing. Kwa sababu nilikuwa naangalia huto tutoto, there's a time tulikuwa tunateremka Lang'ata Road, tukapata accident. Mama alikuwa na watoto and they had an accident. Alafu askari akakuja na ubaya mwingi sana, anasema anashika mama. Tule tutoto ambato niliona hapa kwa street, kamoja kalifenti kwa kuona askari, kalianguka chini tu kakafenti, kwa sababu hakuna kitu kalikuwa kanaogopa kama askari na kushikwa. Bwana asifiwe sana. Lakini jana nilituona tukipigwa selfie, tukirushiwa tear gas, tunapiga selfie na polisi. Sasa jiulize, hiyo roho wametoa wapi? Last month walikuwa na faint, sasa hizi ndio wana confront, wameingia mpaka parliament. Sisi wenyewe, mimi nilikuwa huko, sikujaribu, sikuweza, tulipigana lakini hatukuweza kuingia parliament. Sikuwa na ujasiri, si waliingia parliament ndani mpaka unaniwe wa Wetangula akajikojolea huko ndani, na ule Amason Kigi akabebwa na ambulance. Nani watoto wale unachunaga hapo, unakachuna kanapiga duru. Kwa hivyo jihadharini sana. There is something that is happening in this nation. Na these people, have you heard their leader? Hawana kichwa. Hawana kichwa. Kwa hivyo who is their leader? It is God. It is God who is inspiring. Those people were being inspired. Nilitoka tu hapa kutembea hivyo, and I could see angels flying over them where they were. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you think that you can beat them, think twice. That is a revolution that has started, and it will go over East African countries, iende West African countries. Already West African countries imeaffectiwa. So it is East Africa, Central Africa. Hii kiwevu hii watoto majenzi wa Tanzania utawasikia. Just wait. Utasikia majenzi wa Uganda. Utasikia majenzi wa wapi? Zambia, Malawi. A revolution will come because God is sweeping. He's sweeping because he wants to build his own kingdom. And when God decides to build his kingdom, he doesn't ask for your help. He doesn't go for the wise. He goes for the foolish. And he uses the foolish to glorify his name. So pray for those children. Na wale ambao wamekufa, we condole with their parents and with everybody in the society. We must take this as a responsibility as a society to tuwaombee pia, and may their soul rest in peace. But also tunauliza tu tuombe, tusimamishe kusikue kuna mtu mwingine taua, because yule alishuti huyo mtoto ni kama yule mtoto tu wake kwake nyumbani, ni kama tu mtoto wake kwake nyumbani. So it's very unfortunate to see askari watoto walikuwa na mobile phone na kahandi kachifu, si kama Mungiki. Unajua Mungiki tulikuwa tunabeba crude weapons, tulikuwa watu wabaya, we were not good. Ama nafikiri nilikuwa mtu mzuri? I was not good. Tulikuwa nabeba crude weapon. The only crude weapon hawa watoto walikuwa wamebeba ni nini? Ni simu na handkerchief. So there is no way they could have been violent. There is no way. Until they were provoked. Then another group from Mathare was invited to come and join them. Na ndio ilipora. But anyway, we thank God for everything.
I am not built to break. Tell your neighbor, I am not built to break. I am built to be strong. I know most of you mmekuja hapa na you have already broken hearts. You are here because nothing is working. The world yani ime crumble. Nothing is working in your life. But I want to tell you today that I am not built. I am not built to break. If you are built to break, you could have broken. Ungefunjika kitambo. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a strong person. You are a strong personality. You are a winner. You are a victor and you are a conqueror. Utashinda. Whatever is happening around you, utashinda na utafika katika malengo mbalimbali ambayo yatakusaidia. Do not lose your mind because of a situation. You might be in a situation. You might be facing difficulties of life. Maybe ndoa yako imekataa kufanya, maybe biashara yako imekataa kufanya, maybe things are not working, business is not working, at the work of place nothing is working, wherever you are nothing is working, the economy is not working. But one thing I want to tell you, do not lose what? Do not lose what? Your mind because of a situation. Because the situation ambayo imekuja is meant to make you lose your mind so that you can provoke yourself into another situation. Every situation that you are in, unaiangalia in two ways. Iangalia in the negative way and in the positive way. Every situation is positive and every situation is negative. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa naangalia kuna jamaa mmoja hapa rafiki yetu ambaye ni mshirika wangu hapa, anakuwa na mochari hapa juu. Na hiyo mochari yake juzi sometimes namuonaga akikuja ananileteaga tithe. Na tithe imeandikwa kwenye kitabu cha ni Malakai 3 nasema nileteeni fungu zenu za 10, malimbuko na mavuno yenu ya kwanza, muone kama sitamfungulia milango na nini na madirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mzee ni mzee wa moshari, ananileteaga tithe. Nini ifanyike? Milango na madirisha ifunguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi hapa nakujaga kuhubiri musikufe. Mimi nahubiriaga mupate uhai kama sasa. I am not born to break. I was not meant to break. So I'm trying to encourage you that you are not going to break. You are going to stand. But now this man comes here, amekuja amebeba kibahasha kiko na milioni kama 2 ni tithe. Anakuja kuambia Mungu fungua milango na ufungue madirisha. Sasa mimi, wewe na mimi tutafanyaje? Kama ungekuwa mchungaji kama mimi, utafanya namna gani? Ukikatia. Mimi nimekuja hapa kuomba wasikufe. Ama nimekuja hapa niwaombee mkufe. Si ni matatizo imewaleta hapa. Na unaniambia leo apostle maniende kinyete mwisho. Nikio ukire guko to ni kinyete ke. To renda gukwa. Kama kungekuwa kifo 100%, hakuna watu wangekuwa kienda kanisa kufanya nini? Nyinyi wote mko hapa mkitorokea kifo pale nje. Maana maisha imekuwa gumu, biashara imekuwa gumu, ndoa imekuwa gumu, magonjwa imekuwa mingi. That is why you here. Ama kana ukira gukoneke. Hakuna mtu anataka kanisa genuinely, hakuna. Jera mtu muthia kanitha genuinely. Ateria kugoca Ngai tu. Uthia ne mathina. Rekio charagia ne nduka teriko irahuthirwo ni Ngai. Bwana dia gocho. That is why you know hapa mimi sasa ulikuwa unajua nyumba hii. Umeijuaje? Ulikuja kufanya nini? Ni hoteli ulikuja kukula? Suluhisho. Kwa hivyo you are not here genuinely. Wewe ni mkora tu umekuja kiukora huko. We are not looking. Nobody goes to judge because ako genuine. We go to judge because of issues. Hata mimi kuhubiri na hubiri hapa. Nikwambia niliambiwa sasa, nikaambiwa usipohubiri utakufa. Ndio naona nahubiri. Na nahubiri najitolea kabisa. Na ufanya kila kitu, na nunua kila kitu, nihakikisha nimefurahisha Mungu. Kwa hivyo I'm a conman. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the situation. Huyo sasa kuopo kiniambia ati nitachukua tu kwa sababu bado watu watakufa. Hapana, that is not the intention. That is the intention of people to die. The intention ni uishi maisha. Hata kama utawekewa miaka 800 ifike, na hata hiyo miaka 800 ikifika na ulikuwa umeambiwa na Mungu utafika miaka 800, ikifika hivi usikie ni 779 nimebakisha one day.
24 hours bado utakimbilia kwa Mungu kama Hezekia. Wewe niambia Mungu, kumbuka ile kitu kizuri nimefanya. Kumbuka tu kitu moja tu ambayo nimefanya. Na nimekupatia miaka 800. Ndio kuonota kaundo kanini deneka. Hiyo ndio nature ya mtu. Sasa yule mtu akikuja hapa, nikwambie huyo ndio, na siwezi kusema ndio, na nanga hata mkikuja hapa siwezi kusema ile kazi mnafanya, kwa sababu hapa tuna polisi, hapa tuna nini, hapa tuna watu. Kwa sababu sasa yule mtu akikuja niseme ule ndio mtu wa moshari na amekuja kuleta tithe, si utaniambia modo akaita wakati beto ali hanini nie muraika wa Ngai aharuruka o riu ajira ndukoye mbeca icio ati ucio ni roho wa gikuo. Bwana Yesu asifiwe sana. But all in all, we are meant to serve both sides. Ndio nakwambia, everything that you do, look it from the negative side and the positive side. Everything has a negative and everything has a positive. Bwana Yesu asifiwe sana. Because when you see those people coming, ule mtu analete tithe, ndio milango ifanya nini? Ifunguke. Ndio afanya nini? Watoto wake wakae mzuri at the expense ya mtoto wako. Ndio ajenge kanyumba mzuri at the expense ya mzee wako. Ndio anunue kashamba mzuri at the expense ya bibi yako. Maana bibi yako akikufa kule, aende awekwe kule, aliye pesa atapata, ataenda anunue kasha na alipe, na watoto wake wakae mzuri, wapelekwe shule mzuri, na wako kwa shimo. So you say, ndio tule tumutu tule. Ulionanga ile sema the gods must be crazy. In fact, God must be crazy, because why does he do this to us? Haidai, ni kwa nini? Unakuta askari anabeba bunduki na amebeba bunduki akijua hii ni ya kuua. Hii si mahubiri, si Bible. Na anabeba. Na ukienda unamwambia anafanya na unaona amebeba, ndio apate mshahara, watoto wake wakakae mzuri at the expense ya mtoto wako. Mtoto wako wewe unaenda na majonzi kuzika, sasa hiyo yeye risasi imefanya kazi, yeye ameongezewa mshahara, mtu wa moshari ameingia, amepata pesa, mtu wa sanduku ameingia, amepata pesa. Na yeye kwenu why God? Why me? Why? So Mungu ndio maana alijificha. Maana ile maswali Mungu kwa mmemfanyia jensi ingekuwa huko, ikienda kumpiga na mawe. Maana huyu Mungu anakuwa gafani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuta polisi atajustify kule, aseme this man, he was a criminal, we had to gang him down. Na wanasema mtoto wangu hakuwa mwizi, mtoto wangu alikuwa mzuri, mtoto wangu oi. Na watu wa insurance wako wapi? Wako hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how God balances our life. That is how God will treat you and has treated us. When I was in Mungiki, watu wengi walikuwa wananichukia, but kuna watu wengi pia nilisaidia. Maana wakati vita ilitokea Naivasha, nilikimbia Naivasha, vita ikatulia. Ingine nikaenda Nakuru, nikafika Nakuru, vita ikatulia. Nikaenda Eldoret, nikifika Eldoret, vita ikatulia. Na sikupigana kuonekana tu huko. Wale watu wakapotea, wakasema Mungiki imemwagwa hapa. Sasa wewe hapa Nairobi ulikuwa unasema Mungiki ni shetani. Kule ukienda Eldoret walikuwa naona Mungiki ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So in anything, hata hiyo marriage yako uko nayo, huyo bwana ni mnyama. Huyo bwana yako ni mnyama, ni nyamo. Demo tito inagira mako arome ni nyamo. Ni kwa lia sharagia. Bwana ni mnyama. Pia mke wako ni mnyama. Unakuta mke anaweka maji kwa jiko, icha mke akijua ni mume anangojea pale. Mume akikuja anafanya chwa, anachoma. Sasa niambia, huyu ni mtu ulimuita darling, ni mtu ulimuita baby, ni mtu alifanya kila kitu. Yaani mlikuwa mnasikia vizuri, mnapendana vizuri. Lakini amegeuka, amekuchoma. Kutoka hapo unachomeka, unakuwa ukihadithia watu ati huyu ni mke wangu alinichoma. Bwana Yesu asifiwe sana. So anything that happens in your life, look at it from both angles. Wacha kufika ati ufinyirike, ati umekuja kanisani, umefinyirika mpaka ndio uhurumiwe na Mungu. Mungu hana huruma na mtu, hana. Mungu hana huruma. Mungu anafanyaga kazi yake justifiably. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama wewe ni wale wa kuomba, unaitisha Michael kuja, Michael piga watu, Michael nipigie huyu mama amechukua bwana yangu, Michael kuja pigana, kwa sababu watu wengi wa Korinto na watu wa Kristo warokole tunajua kuita Michael dereke ya Michael haruka Michael hakujagi kwa wajika.
Michael anakujaga to make justice. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakujaga kufanya nini? To make justice. Michael akikuja anaangaliaga daftari. Anakujaga na daftari yako na daftari ya huyu unataka aue. Anaangalia, anaona huyu makosa yake ni 5. Wewe ambaye umeitana makosa yako ni 100, anaanza na yako. Sasa ndio unakutaga uliombea mtu akufe, kwako kuna kufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaombea mtu apate mabaya, unakuta wewe ndio umepata mabaya. Kwa nini? Michael alilandi akaanza kushughulika na makosa ile mingi. Michael alilandi akaanza kushughulika. Na hivyo ndivyo anafanyaga. God is a justice God. God is a God that ana balance kila kitu. Wewe ukifikiria kama mfano sasa, unakuta kuna watu matajiri sana, wako wapi? Wako Ruda, wengine wako Muthaiga, wengine wako mahali kwingine. Ni matajiri sana. Ukienda kwa friji yao, friji ile chakula ito kwa friji ni hiyo ploti yenu mzima ile mnakaaga. Ploti mzima ile utajega uende unue hivi chakula ya ubwa na yao ile wameweka huko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni chakula ambayo ukiuza unanunua ploti. Lakini utamkuta Nairobi Hospital ameandikiwa ugali kapisi kametoshaje na maboga na asiweke chubi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na wewe unakula nini? Morenda na saga na managu. Na kiugali kimetoshana hivi. Na hakuna kuandikiwa miandikio, lakini unalala wapi? Mukuru kwa Ruben. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yule ako Ruda, ile gari ako na gari 6 zimepakwa Volvo, Mercedes, Range Rover, what? Zote zimeandikwa Karaja na Equity. Hiyo nyingine imeandikwa Karaja na Central Bank na KCB. Hiyo nyingine Karaja na NCBA. Zote ni za Karaja na bagi. Sasa wacha siku moja made moja kasimu ka manager wa Equity, Mr. Karaja, we are coming for your car. Akiweka hii chini KBC ndio hii Mr. Karaja we are coming. Na ile nyumba yako Ruda bado ni mortgage ni kulipa atalipa. Kukakaa kidogo hata loan ya watoto kupeleka shule ni loan. Anasikia kuna burudi sako ile itisha pesa. By the time atoke kwa nyumba, huyo mtu anakuaga anatetemeka. Ndio unaonaga hawawezi kuendesha magari peke yao, wanaendesha kwa na madereva. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaendesha kwa nani? Na madereva, because atakosa accident. Zile simu zinaingia. Ako na factory industry ni kubwa sana. He's a billionaire, but it's a loan ya World Bank, ni loan ya IMF, ni loan ya benki fulani. So asubuhi tu ya Monday anapokea simu ngapi? Simu 50 za nini? Za kumudai. Modoshe nomo. Kidogo kidogo hawa watu enda Nairobi Hospital, sukari imepanda, pressure imepanda, masida na matatizo mengi yamepanda. Ndio nasikia mtu aliingia kwa choo kwenda kupupu tu, amekalia pupu hiyo, amekalia sahani yamepupu, anakufia tu hapo. Maana roho ilipiga, akipush ikapushi roho ikakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because of the pressure, because of the struggle, because of things that are happening in their life. They are not good. Lakini wewe unaenda wapi? Hata una mahali pa kupupu. Huko unakoja usiku weka kwa karatasi urushe kwa mabati. Na huko sawa, na huko healthy. Hakuna mahali unapimwa, hakuna sukari, hakuna pressure. Ukienda unatembea tu. Bwana, si mlikuwa mnamesa tu tear gas hapa jana. Na wewe hakuna tajiri angefika hapa. Matajiri ambao wote walimesa tear gas, walibeba na ambulance. Amazon Kigi yako Nairobi Hospital sasa akitolewa tear gas kwa mwili. Vitoto hapa vilikuwa vinafanya hivi, vinapiga serofi ndani ya tear gas. Na himu kuuza. Sasa unaona barazi ya Mungu venye na barazi. Wewe ukifikiria hivi, wewe ukikaa hivi na Mungu na barazi namna gani? Na hii. Sasa angalia umekuja hapa umekaa hapa ati ulimue na Mungu hana huruma. Ndani na huruma na kilimo. Mungu anapenda yule mtu ako na ujasiri. Gaitwa iguoya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu si wa wajinga. Mungu ni wa watu ambao ni wajasiri. Mungu ni Mungu wa Musa, ni Mungu wa Joshua. Ni Mungu wa nani? Ni Mungu wa wale ambao walipigana. Maana alimwambia Joshua, be strong and be courageous, for I am going to be with you. Musa akamwambia twende safari. Mungu alimwambia twende, I am with you. I will never forsake you nor leave you. Why? Because I have seen. Wakati Gideon alipoomba, akiomba, wakaongea na Mungu, Mungu alimwambia you man of valor. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God is not a God of cowards. Ati naenda kukufa kesho. Kufa, kwani dunia itasimama? Itaendelea. Hakuna mtu anakufaka kutoka asubuhi mpaka jioni. Hakuna kifo ya black market, ni siku imefika. Hello.
ati akwe munini muno. Hapana, kazi yake imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati anakwenda ni kwa ali mwega ni kazi ilisha. Kazi yako ikiisha imeisha. Bwana Yesu asifiwe. That is why God is telling us, and the Bible tells us, be good when you are on earth. Because the goodness that you have on earth, it will qualify you to be in the position ambayo utaenda huko mbele. It will qualify you to become better, bigger, and also things will work for you. Kwa hivyo ndio nakwambia, do not lose your mind because of a situation. Do not be, whatever the situation you are in today, God knows it. He knows why you are in that situation. You knows why you are facing the challenge ambayo uko nayo. He knows why. Hata hii nyumba ikitengenezwa, jina yako liliandikwa, tutakalia hiyo kiti. Hiyo kiti ikitengenezwa na Mchina ama yule alitengeneza, kuna jina yako imeandikwa. Katika ulimwengu wa kiroho, huyu mama atakuja kukalia hiyo kiti na itapakwa katikati hapo, na utakuja na utakalia. Na ni shida itakuwa imekulete. Na ukikuja hapa nitakupatia tu hadithi mzuri uende kama umepona. Lakini sasa unajua unatarajia mkono na mguu niekelee ndio upone. Hapana. I need to give you hope. I need to tell you God is with you. God is walking with you. God will win for you. Will conquer everything. You need to have a positive mind. Just have a positive mind. There is nothing else. There is nothing. Watu wengi wanakufa because of a negative mind. Unaenda unapelekwa hospitali, unaambiwa nimegusa hapa kanyodo yako, nimesikia ni kama kuna kakitu kanatembea. Una immediately ka message, I refuse to die. Sasa umeandikia Mungu message. Naandika kwa Facebook, I refuse to die. Cancer is not my portion. So, are you writing this message to God? Hello, you want God to lead? This is nature ya binadamu. Instead of addressing the issue, addressing where it is supposed to be addressed, we go to our Facebook, we go to Twitter, and then we say, oh, cancer is not my portion. Who said you have cancer? The doctor alisema anasikia kuna kakitu kanatembea. Hivyo tu. Na sasa akasema wacha tuangalie, tukupime, tuangalie probability ya the problem you have. Let's look at the probability, and then you start now pronouncing. When you start pronouncing, you activate the cancer, the cells of the cancer, the spiritual cancer. You have activated it and accommodated. Sasa you have started a battle with something that was not existing. So in the spiritual realm, they will create it ndio kupigana na kitu mzuri. And that is why most people we hamuko sick, lakini muliitisha sickness. Hamuna shida, lakini muliitisha nini? Shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wewe unaishi nyumba ya 35,000, kuna mtu anaishi nyumba ya 500 shillings. Na anaishi, ana breathe hewa ile, una breathe, anakula ile chakula unakula, na anakaa maisha ile unakaa. Kaguo ile amevaa the same. Yako ni venye umenunua duka ya Moi Avenue pande ya juu, na yeye amenunua Toboya pande ya chini. Lakini zote the same. Mimi naitaka kununua suti zangu upande ya Moi Avenue. Suti ya huko ni kutoka shilingi kapi? 100,000, 70,000, kutoka 50,000 kwenda juu. But the same suit, ukiruka barabara pande ile nyingine, unaipata na shilingi 10,000. Sasa unakuta mtu amevaa suti, unaenda kumuligia na unakuta nakwambia na kima gagiri 10 yake kwa lirodu kaine yako ile torodu kere. Uno kelimo. Avade. Habari yako? Unatakaje? Unaitwa? Sijasikia koko. Sijasikia Romeo. Wamesema Romeo. Basi enda. Sawa, asante. Si unaona sasa? Huyu amekuja kuoba. Sasa unaelewa sasa? Mnanielewa sasa? Sasa kuna vitu ambazo tunavipitia ni sisi tulijitakia mashida. Mimi wakati Mungiki nilienda Mungiki, siku mbio na mtu niende Mungiki. My father was not poor, was a rich man. My mother was a rich man. Wale kwa jira mudhuri usialete siana 20 ni mukegu. Tweti, unafikia babangu wacha kuniangalia na macho baya ati watoto 20. Babangu amezaa watoto 20. Wale tunajuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale tunafanya nini? Tunajuana. Ukiona mzee kama huyo amezaa watoto wengi, lazima kuna kitu kingine alikuwa anafanya na huko. Kwa sababu kuna siku moja aliniambia nimulete mazishi hapa Lemuru. Sasa alikuja kwangu kunitembelea, alafu kwa sababu mimi tulikuwa
hivi tusiditwiki na baba yangu mimi najua na mimi ni mtoto wa namba 16 na huko. Sasa akaniambia tudhi Ndwara Mathiko. Bali tulienda nikaona watu wamesimama. Ciana ile ciretaga mutumia uyo mami cirugame. Nikaona watoto wamekuja ati ni picha anapigwa, nikaangalia nikaona siwe anakaa Joseph wetu. Baka tukienda sasa baba na yeye amejikuja pale nyuma. Sasa kuingia kwa gari nikamuuliza na tuache ndo na mahiana ndo itu. Yani ndo shukaria tatoliku. Kani angore. Akaniambia mimi naitwa Hezekia. Sasa na Kikuyu wanaitaga Hezekia kila maondo macho neto kwalia. Sasa nikanyamazi, lakini kuna kitu nilijua kwa moyo wangu, those are my brothers. Lakini kwa sababu huwezi kuuliza mzee, unanyamazia tu. Nilirudi polepole kinyume nikaenda hiyo mji. Nikakutana na majamaa. Hao majamaa wote kumbe ni my brothers and my sisters. Kumbe mzee alikuwa na bibi nyingine ya 3 huko. Na hakuletwa on board. Wale tunajua ni wangapi? Ni sisi. Na wale watoto wanajuana ni wangapi? Ni 20. Na sisi tunajuana. Lakini kumbe mimi niko na siri, kuko na wengine 9. Bwana asifiwe sana. Sasa mzee huyo, sasa usiona hiyo maneno venye naenda. My father was not a poor man, but nilikuwa chokora Nairobi. Nilikula pale Dadora dumping site. Nilibeba guru na nilibeba kigunia. My father was not poor. Nafikiria kuwa na watoto 30 ni kitu ya mchezo. Na mamangu aliniambia kuna kamoja kalikufa na huyo mama mwingine kuna 2 tulikufa. Kwa hivyo mzee alikuwa na kitu na 35 ama 40. Mimi nikisema niko na 21 mnaanza kupanua mdomo hapa. Sasa na sijafikia tarehe ya mzee. Mwambie mwenzako ni venye unataka kuishi. That is you need to uplift your God. Bwana Yesu asifiwe sana. God can be small and God can be big. The way you want your God to be. It is like now this water. Let me add this water. Unajua sasa huyu tuseme huyu ndio Mungu. Huyu hii maji tuite Mungu. Ukiangalia iko na shape ya nini? Ya hapa mpaka hapa. Maana amekunywa. Sasa ukitaka Mungu wako akue kwa hii shape, atakuwa kwa hii shape. Ukitaka Mungu wako the same water ukiweka, umeona? Lakini bado ni maji, lakini imekaaje? Hii jabodo, lakini hapa maji imekubali kujibo kwa sababu ya shape ya nini? Ya hii. Lakini hii japodo iko mzuri na ni ile tu kufinywa hivi na hii maua na hii imekaa namna gani? Imekaa mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So you make a decision. The same water it is here. Hii yote ni maji. Ni ya kiu. Lakini huyu aliamua kachupa kadogo. Huyu akaamua kachupa kakubwa, lakini hakana hata nini. Na huyu akaamua kitu, akaenda kwa supermarket akajinunulia, anajipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu hajipedi sana maana amechukua chupa, na huyu kuna mwingine hapa, naye huyu sijui kama ni uji ameweka hapa, lakini all in all this is water. Bwana Yesu asifiwe sana. And all this water has a different shape depending na nini? Na kibuyu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. And the level of the water, that is how God is. If you want God akue mkubwa, atakuwa mkubwa. Kama sana nabiaka wa Kikuyu, kwa sababu mimi naona nyinyi wa Kikuyu sana na mumeanza kurudi kwa athuri. Mumeanza kusema athuri akanioma la aliama. Yes, athuri ni maragiama. Truly they are genuine. But where do they worship their God from? Where do they worship their God from? Yeah? From the mountain. So, and the one who brought the God of Israel, the God of all gods, the God of the universe. Umeona? Huyu alikuja na Mungu mkubwa, Mungu wa dunia mzima, Mungu mwenye ametawala dunia mzima. Na mimi Mkikuyu, Mungu wangu nimemwekelea kwa mlima. Wote ni Mungu. Wote ni nini? Ni Mungu. Lakini ni Mungu mgani yako na nguvu kuliko mwingine? Wa dunia mzima, maana ni mkubwa. Na umempatia nguvu na anaitwa God of all gods. Hata huyu yako ya mlima ni God. Lakini kuna God ambaye anasababisha Mungu tote. That is why when you limit yourself to the mountain, you will be limited into the mountain. Bwana Yesu asifiwe sana. When you limit yourself to that problem ambao unapitia, hiyo challenge ambao unapitia, that problem will eat you in that level. Na itakufinya in that level. Baka watu wanakuja na kuuliza, "Oyo ole na kikatagesha lakini hata onea dwali yaro arude mahiana." Na
nani kifua kana ulikula nini, ulikula maharawe bovu ikaleta gazi kapanda ikachoma hapa, ukakuwa na ile nini osefo gazi ikakuwa na nini na gazi mingi, na hiyo ndio inakusumbua tu. Uende Kenyatta ukute kuna mtu amefugiliwa mawe miguu, ndio mifupa irudi mzuri. Miguu yote imekatika, mawe imefugiliwa hivi, amehangiwa hivi for the last 7 months. Huyu jamaa amekuwa amehangiwa hivi. Akuja hapa kutembea. Na umeenda umeumia tu hapa, uliamuka kashiko na kamaso pool. Sasa hata kutembea unaenda natembea hivi. Na kuna mtu ukienda Kenyatta alikatwa miguu. Hana miguu. Anajiuliza, ana ile mchago akili yako nao, no ungekodela wheelchair. Na wewe ni muscle pool. Na unafaa ufanye hivi. How you shake the problem that you are facing. Venye utafukuza hiyo problem. Watu wengi hatuhitaji maombi hapa. Hatuhitaji. We need only to understand how God operates in you. Understand your God. Understand that God. Lift up your God. Your God will do. He says, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. Did he tell you to go and fight? He told you to sit down. Just sit down and see the deliverance is about to bring to you. Then he tells you in Exodus 14:14 that the enemies you are seeing today, the kind of power you are seeing today, you will never see it again. Amekwambia use formula ya x by squared times x squared plus y is equals to what? Hajakwambia, alikwambia the challenge you are seeing today, you are not going to see it again. He didn't ask you to fight. He didn't ask you to start jumping. He didn't ask you. He told Jehoshaphat, just praise me. Just worship me. Just simple as that. The greatest battle you can do, it is to worship God. The greatest battle you can do is just to seek God by worshiping. Hiyo ingine wachana nayo. Story mingi wachana nayo. Karata mingi wachana nayo. Libakuda mingi na linae na likae na likiki na nini wachana nayo. Seek God with praises. That is why David akiletwa Kenya dunia ya sasa. David is a devil worshipper. Akiletwa dunia ya leo. Si ndio? Ama bado mtamuita mtumishi wa Mungu. Akachukua bibi yako na akamfanya hapo akakupeleka front line ukufe. Hiyo ni mtumishi kweli? Ataitwa devil worshipper. Wacha sasa hiyo ni ya kubeba bibi. Wacha hiyo. Aliambiwa, alienda akapata kasichana haka. Kalikuwa kanaitwa nani? Hapana. Yule msichana wa Sauli alikuwa anaitwa nani? Mika. Akaenda akaona kasichana ni karebo, kazuri. Akasema haka ndika hikia. Na wao wale kina Sauli, maana hawakutaka huyu jamaa aoe huyu msichana, maana walizidwa kehege kekera wakakugana geko hikania moshi waitoga kehikania atia, wakampatia a very hard task. Walimwambia nini? Ulete sehemu nyeti 100 tukupatie mtu. Sehemu ngapi? Nyeti 100 ndio tukupatie nini za wanaume. Daudi ni nani? Daudi aliingia field, alichomoka na ngapi? 200 akawaekelea hapo, akawauliza halio doge mkwendaga. Walibidi wapatiane mtoto. Sasa huyo mtu sasa hiyo ukimleta dunia hii utamuita ritualist. Bwana asifiwe sana. But still God said this is a man after my heart. Hallelujah. And he won the battle, he conquered. Alipata mke na akaoa. So this situation, your bad situation is a good situation for him. So wacha kulialia, wacha hiyo kujikuja, believe in God. Alimwambia Jehoshaphat aliambiwa ya kwamba watu wanakuja, wa Moabi wanakuja, wa Meleku wanakuja, wa Miyunani wanakuja, na ni mafuroli matatu mbaya na strong kuliko. Jamaa alistuka. Alipostuka kitu ikamwigia, ikamwambia tuliambiwa tusistukage, tunamtafuta Mungu. Immediately akaenda kwa nyumba ya Mungu, akapiga magoti. Alipopiga magoti, kitu kikamwambia, abia Juda yote ipige magoti chini, iite Mungu. Akawaambia wa fast for 3 days. They fasted. Bwana Yesu asifiwe sana. After the fasting akapeleka sacrifice kwa nyumba ya Mungu. Alipopeleka sacrifice, kukatokea nabii alikuwa anaitwa nani? Jehaziel. Akakuja akamwambia namna gani? Mungu amesema muketi tu chini mugojee muone venye ushindi na kujaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaambia msipigane,
Tengenezeni jeshi ikue, yes, because God want you to see jeshi yenu haikufanya nini, haikufanya kazi. Kisha akamwambia then mtengeneze praise and worship team ambayo itaongoza hiyo jeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wa vita, wakati siku ya vita ilitokea, praise and worship ikabidi itagulishe jeshi kwe nyuma. Wakaanza Bwana ni mkubwa, wakaenda wakiimba. Kule wa Moabi na wa Yunani na wa Mereku wakaanza kuuana wao wenyewe kwa wenyewe. The battle is not yours. The battle belongs to God. God will cause them to fight each other. God will cause them to be destroyed. God will cause them to destroy each other. You only need to surrender to God. You only need to give yourself to God. You only need to adhere to God. Give a sacrifice here and go. Give your tithe here. Give whatever God asks you to do and go. Let's see how God is going to fight for you. Wale watu walipigana for 3 days. It's 3 days. Walipomaliza kupigana naye Jehoshafat akabia, leo nedeni huko mkachukue mali. Waliokota hiyo mali for siku ngapi? Siku 3. Na waliwacha ile mingi, ndio waliwacha. Hawakuweza kubeba yote, maana walibeba magoldi, wakabeba masilva. Kumbe Mungu anakuaga na secret army. When you are truly with God, God will unleash a secret army that is going to fight for you. A secret army that will going to conquer battles for you. A secret army that will bring down your adversary. Your enemies will be destroyed without your knowledge. Your enemies will be destroyed without you being involved. What was needed is what? Being submissive to God. Just be submissive to God. Surrender to God. Live godly. Walk godly. Surrender your battles. He said, bring all your what? Your battles to me. I am going to win this battle for you. And he conquered for them. He won everything. And he made everything become so possible for them. Living a life led by God. It is the most important thing. Live a life that is led by God. Everything you do every morning, just involve God. Hata kuamuka, hata yawn with God. Hata blink with God. Walk with God. Just involve God. Let God be your lifestyle. Anything that you do, let God be your lifestyle. Sio saa hii kidogo tu kuna Mungu kidogo unasema tarekanyabe jigaje sode mwana ni enonio na unaanza kufanya hivi, unaanza kukuja magumi takatara, unaolosha gumi, kumbe wewe ni karateka, unaweka Yesu wapi? Chini. And that is what that made the children of Israel to suffer for 40 years. Do you know why the children of Israel suffered for 40 years? Did you know why? Unajua mami? Ni kwa nini wana wa Israeli walipata hiyo adhabu ya miaka 40, yet the journey was only 80 days? There is one mistake they did. Mtu anaitwa Moses and the elders wakafikiria, wakaona sasa kwa sababu ndiko thituradie ni siku 8 to suspend circumcision. Bwana Yesu asifiwe sana. Let us suspend circumcision for these 8 days. So once we are there tuta circumcise kwa wale ambao walikuwa mature to circumcision. So what happened? What is circumcision according to Abraham and God? It was a covenant. They had made a covenant that forever you will walk with me in this covenant. So the soil, ile wakati alitayarishwa, ile kikakatwa, kuna damu ilimwagika kwa mchanga. So Abraham made a covenant with the soil and with God and with him. So in everywhere they walked, they were supposed to walk in the covenant of God. Circumcision was supposed to be done within 12 days of birth, meaning every move, whether they wanted, they had to make a covenant. They have to sustain a covenant. They have to walk with God. And that is the principle of the kingdom of heaven, that you must walk in my covenant. So they suspended the covenant. So what means? What does that mean to them? They suspended God from them. So when they embarked on a journey, without who? Without God. That is sometimes what we do. That we embark on a journey. We embark on a business. We embark on a ministry. We embark on a life. We embark on a marriage that has no God. Because you want to suspend today, the occasion will you pick it from somewhere else. That alone, when you have a car
na ikue the insurance is suspended, ifanye accident saa hii, will insurance pay? They cannot pay. That is how they ended up in 40 years of suffering. That is the one that ended up in 40 years of stagnation. Maybe that is why you are facing such kind of, you are facing. Labda ulienda kwa muda mogo, labda ulienda kwa yule divine mwenye alikuondoa kwa Mungu. Si mnaona mtu wetu ameenda hapa Amerika, angalia venye ushaikuona demonstration kama hiyo. Afrika mzima hakuja ionekana, just because ulipelekwa na Mungu, umefika huko umeambia Mungu, sasa tumemalizana safari, wacha sasa na mimi nitafute mambo ingine, nitengeneze inji ya Kenya, si inji ya kutengenezwa na binadamu. Inji ya Kenya inatengenezwa na Mungu peke yake, because this is a godly state. This is where God lives. America naendaka kutembea kama mjuagi. This is the Garden of Eden. The first, kulingana scientists na historian, the first skull of a human being, where was it found? In Turkana. The first, the oldest, meaning man started life from here. Sasa kejiro shokaje kufagira Ngai maundu maku, utangolewa na hataleta watu. Mimi sikuambia na Mungu niende kwa barabara, wewe ukuambia mzee wetu ule mzee Kibogoyo, mlimuona kwa barabara, hata yeye anaangalia kwa TV. Hiyo sifa singekuwa kwa hiyo mzee saizi. Mzee amesema, baba amesema, baba. Sisi wote tungekuwa kwa barabara tukisema baba amesema. Sasa hakuna baba, hakuna mama. Mungu mwenyewe ameweka vitu vingine, vitoto vidogo. Todhura kungetuona hapa. Mimi nilienda kutuangalia mpaka nakauliza, habari yako msichana? Mzuri sana. Unaonaje maneno? Tuto masko. Namuuliza, did you vote? I'm going to vote next. I'm next. Nikamuuliza, mumekula? No, we are going to eat until he goes. Kaambia basi kabla mkule, ichukue nienda Yukosiki, shika 1,000 mununue maji kila mtu akunywe. Because I was so pleased to know that these people are determined. Are what? Determined. Wana wa Israeli walipoondokea Mungu, wakaenda bila the covenant of God, meaning you are walking without the cover of God. Bwana Yesu asifiwe sana. For 40 years they never circumcised. Since that day, they were to do 8 days. From that day towards the 40th year they never circumcised. Until when sasa Musa amekufa, Musa ameondoka, ndio walikubuka wakiwa mahali panaitwa Gilgal. Ndio walikubuka. Haya. Na tutile twaruithia. Just imagine, memory ilitolewa. Memory yote. When you lose the covenant of God, you lose the memory of God. You lose the structures of God. You lose the standards of God. You lose the provisions of God. And it was like, it was removed from them. Walipofika, maana yule alisababisha hii maneno yote kufanyika amekufa. Na Isaia akaambiwa na Mungu, anasema when Uzziah died I saw God. Kwa hivyo kuna mavitu viko kwa maisha yako which is stopping you from seeing your God. Kuna tutabia tudogo nafanyanga that zimesababisha Mungu hakuji. Nimekuombea miaka mingi, nimekuombea na hata na kirara nasemaga Mungu mkumbuke, kwa sababu nimekuombea mpaka nashindwa. Mundu yakaka kugadi hoya Ngai. Todo namuombea bado amekauka tu amekaa kama Mfilisti. Mpaka naenda kuvuka. Kumbe covenant wewe, kwa sababu hata nikikuombea na hakuna covenant yako na Mungu atakusikiaje? Ananiuliza wewe niko mainashi. Kae muguruki. Ni nani unasema ati ni from gani? Unaangalia kwa daftari hauko. Maana the covenant was broken long time ago. You are not operating within the compounds of God, within the spheres of God. When you are not walking within the spheres of God, God hata uobewe na Manyuro, uobewe na Waruige achanganywe ndani ya Manyuro, na Manyuro achanganywe ndani ya Ezekieli yako ndani ya Ng'ang'a yako ndani ya Matuta iwekwe ndani ya nini? Hakuna kitu itafanyika, because God operates in covenants. Bwana Yesu asifiwe sana. So wacha kumagamaga, wacha kwenda kwa ujiulize. Kama ulikuja hapa ukose kupona, jiulize, enda sasa, odokea pastor, odokea bishop, odokea apostle, odokea kila mtu, nenda ukaulize Mungu, why are you not listening? And Jesus was clever. Akaambia watu, go pray and you will be answered. If you are not answered, stop praying.
immediately. If God has refused to hear you, stop your prayers. Do what? Seek. What do you seek? To go to God, ask, why are you not answering my prayers? That is seeking. Go to God. That's how we say that to God. That one does not bother God. Because in any case ile sauti unatoa kama ya punda. Na malaika ndio wanatumagwa, si binadamu, si Mungu anakujaga. Ni malaika wanatumagwa. Alafu umesoea kwa nyumba yako. Malaika atakuja asikilize. Atarudisha problem gani? Anasema nimeenda huko lakini hakuna watu. Ile kitu nimesikia ni puda wanalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine mnaomba maombi kile sivile. Kuna neighbor yangu alikuwa hapo Gongo mpaka nikashindwa. Hii ni maombi ama wale wameenda kwa mlima ya Gongo. Kuna kamzee kanakuwa kanaanza. Sasa unashindwa hii ni nini? Sasa malaika akikuja si ataweza kusema ni nini? Ni kuku zilikuwa zinabaka. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to know how to live. Because hauna covenant, hauna relationship. Covenant is a relationship, a contract with your God. That God said, I will never forsake you nor leave you. Why? Because I have a contract with you. Now you don't have a contract. You are shouting to a man who doesn't. Sasa safari simu yako ni Safaricom. Sasa unaenda pale kwa nani kwa Airtel. Inaitwa Airtel. Ukienda kumwambia tupatie network, tupatie network, tupatie network. Watakuuliza, what is your network? Can I have your phone? Imeandikwa Safaricom. Si watakuitia polisi. Wakwambia huyu ni muda wa simu. When you lose the grip of God, when you lose the grip of God is when you lose the covenant between you and God, meaning God will not hear you. When wakiwa Gilgal, ndio wakakumbuka wazee wale walibaki, wakakumbuka hawajatairi. Bwana Yesu asifiwe sana. For the last 40 years hawajatairi. How many of you are 40 years here? Watu wa 40? 40 floor, watu wa 40 floor. Watu wa 40 floor and above. Yeah, watu wa 40 floor ni wengi, ni nyinyi yote. Sasa imagine nyinyi ni VP vya 40 years. Mama kama wewe ni kipi, mzee kama huyu ni kipi, mtu kama David ni kipi, ziko huko zinatembea huko zikiwa kipi. Mungu hakuwa anawasikiliza maana haogiagi na vipi. Haleluya. Sasa Daudi aliwashinda kwa sababu Daudi alishinda hawa Wafilisti kwa sababu aliwataja kwa jina, you Philistine, uncircumcised Philistine. Hiyo pekee yake ndio iliwagoga. When you attack the demon the way it is, you bring it down. Bwana Yesu asifiwe sana. You attack the demon the way it is. Akasema, you uncircumcised Philistine. Mungu akasikia. Akakumbuka, Daudi tuko na covenant na yeye. Kwa hivyo siwezi kubali covenant yangu iaibike. Ilibidi ashuke Mungu yeye mwenyewe. Akamwambia chukua kamawe. Akashika mkono ya Daudi, taki mtu kikaanguka. Because of a covenant, not because Daudi was powerful. Daudi kangeshika tu na vidole viwili hivi. Kainuliwe pole. Kainuliwe sinona mayai. Hii ndio watoto wale wamelelewa na serelaki. Unamuinua na vidole viwili. Ole baba, ole gozi. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you lose the covenant, when they discovered they had lost the covenant, immediately wazee wakakaa chini wakasema, sasa kila kipii kifanya nini? Kitairiwe. Vipi vyote. All the generations, because the people who came from Egypt wote walikufa in the desert. Hakuna hata mmoja apart from watu wawili. Nani? Joshua and Caleb. Hao tu ndio waliweza kuvuka, lakini the rest walizaliwa kule jagwani. Kumbe ni vipi vyote vikapangwa laini, vikawekwa kule, vikatayarishwa. Kuna kile kia kuogopa, kuna kile kijasiri, kuna kile kia kutetemeka. Vyote ukivikuta huko vinatetemeka, vina maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ilipomalizika yote, Mungu akaondoa aibu. Na ndio unasikia Gilgal inaitwa nini? The reproach of Egypt has ended. Aibu ya kule umetoka, aibu ya magonjwa, aibu ya kunyararwa, aibu ya kutukanwa, aibu ya kuangaliwa kama wewe si mtu mzuri imeondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the secret of God, returning back to the covenant. Ask yourself, nakuja kuombewa na apostle, what is my covenant with God? Kwa nini apostle anasikilizwa
nasikilizwa na Mungu na mimi sisikilizwi. Na sisi wote tumetengenezwa, we are all the image, and God said let us make man and woman in our own image, and in the image of God men and women were created. Mbona wewe saa hii unakuja kutegemea apostle? Mbona wewe unakuja kutegemea pastor? Mbona wewe unakuja kutegemea huyo mnabii? Mbona unaenda kwa mganga kutegemea yeye? It means you don't have a covenant with him, because God said I'll never forsake you nor do what? Nor leave you. I will walk with you even if you are in the shadow of the valley of death. I will walk with you, because God is a promise keeper. God is always a keeper of the promise. Akisema amesema, and he will create a way where there is no way. Has he created a way? He went and reminded these people, you have not circumcised. That is why he always has his people. Kuna watu wanawachagwa, wanabakiki because of bringing God. Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua and Caleb, remember, they are the only people remained. Why did they remain? Mungu aliwabakisha kwa nini? Did you know why? Mami, do you know why God aliwabakisha? Wakukufa. Musa alikufa, lakini wao wawili walikufa. Walifanya nini? Walibakisha. Walifanya kwa nini? Hapana, si ukumbusho. Ati ukumbusho. Awaambiage story. Na wewe? Ujui na wewe? Na wewe? Na wewe? Na wewe? Na wewe? Na wewe? Because you don't read your Bible. The reason why you fail is because you don't read your Bible. Mumeenda makanisa mingi sana, but you don't have never understood. I was a Muslim, and kitu ya kwanza ukikuwa Muislamu unapelekwa madrasa kufundishwa Quran. Unaikram from kwanza mpaka mwisho, kutoka aya ya kwanza sura ya Musa mpaka aya ya mwisho sura ya Torati yote. I know it off head. Na watoto wakianza kulelewa, kale katoto kadogo kanapelekwa madrasa kufundishwa doctrine za Kiislamu. Lakini sisi warokole tunajua, tunajipenda, hakuna kitu hatujui, kila kitu, lakini we don't understand the Bible. Why? Bwana Yesu asifiwe sana. Do you know what did I ask you? Umeona tamesahau. What did I ask you? Ni kwa nini wao wawili walibaki? Because they are the people who understood the vision of God. Did you get me? They are the only two people who understood the vision of God. Moses sent 12 people to go and spy the land. 10 of the 12 walikuja wakasema, iko uzotigetoria. Wale watu wako kwenye magiant, kwenda mamite, kwenda manyoka, kwenda maudu, yani huko huko hapana. 10 of them. But Joshua and Caleb, wakati walirudi walimwambia Musa, yule Mungu tuko naye. Kule yes, kuna watu wakali na kuna watu wanoma. Lakini yule Mungu tuko naye, kama ni yeye tutaenda na yeye, tutashinda. Mungu alifurahishwa na hiyo statement. That is why they were kept. Even Moses didn't understand the vision, but Joshua and Caleb, they understood that it is God, not them. Bwana Yesu asifiwe sana. It is God, not nani. So understand your Bible. Be good people. Read the Bible. Understand it so that it can help you come out of these problems. Understanding the vision of God and knowing it is God that is guiding us, you will never go wrong. Bwana asifiwe sana. You can't go wrong. You cannot go wrong. You will always win every battle, because only you invoked God and you told this is God. That is why Joshua and Caleb walibakishwa, because they are the only who understood the vision of God. The vision of God is to make the children of Israel come out of the land they were of slavery to the promised land. So they identified the promised land, and they knew if we take our God, the God we have here, we go there, we are going to win. We are going to make it, because our God is greater than their God. Hallelujah. Understanding that your God is greater than anybody's God, no witch can be able to bewitch you. When we went to Muranga crusade, kale kamuse kanaitwa Magoto, kale kalikufa. We went there, kalikuwa kamechinja busi 21, wakapiga kiwaja yote na tadha. Tadha ni nini? Hiyo si mafi, hapana. Si chakula, hapana. Tadha ni nini? Ikitoka kwa tubo ndio inakuwa mafi. Ikikuwa kwa tubo sio intestine. Intestine ni intestine.
whatever you call it. Walichukua hiyo nini ya ndani wakapiga the whole stadium, ati ndio tukifika huko tuone giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukakaa tukaingia kiwanja tukaturura mpaka saa 6. Kuna mtu anakuja, watu wamekuko na tuangalia kama manini. Sasa ndio tuliambiwa kuna ile ukekwatia ukihuro tadha. Nikajua ni tadha peke yake. Nikaitisha lete anointing oil. Tukasuguka kiwanja tukapiga na anointing tadha wetu, tukapiga kiwanja kupiga kumaliza hivi kiwanja ikajaa. Watu wakafunguliwa. Kumbe kuna uchawi, kuna nguvu ya kuzuia, because you don't understand your God. But when I understood my God is greater than itara, nilimwaga mafuta anointing oil, nika cleanse the kiwanja. Ile nguvu yote walikuwa wameweka ikafanya nini? Ikaisha. Watu wakaingia kwa kiwanja, maana walikuwa wamezuiliwa wasiingie. Uko nje kwa kiwanja walikuwa wengi na wamejaa, lakini kuingia ati walikuwa. Mtu mmoja aliniuliza, nilimuuliza ni nini hamkuwa mnaingia? Akasema stadium haikuwa imefunguliwa. Hata tulikuwa tunashindwa ni mbona, kwa nini hautufungulii kiwanja? Nikamuuliza hii mlango ilikuwa imefunguliwa? Si ilikuwa imefungwa na kufuli karibu 3 kikufuli kikubwa. Kumbe wachawi already walikuja wakafanya nini? Wakafuka. Lakini kwa sababu nilijua my God, nilijua I have a covenant with God, nilimwaga tu mafuta, kifuli kakatika. In the spiritual realm kufuli iko. In the spiritual realm kuna kufuli imefunga maisha yako, kuna kufuli imefunga biashara yako, kuna kufuli imefunga ndoa yako, kuna kufuli imefunga huduma yako. Now once you understand that you have a covenant with God, you invoke this God and he will break it. But when you are not aware of your God, you will lose the battle. You will not make it. The children of Israel, wakati they were circumcised, the Bible says the reproach of Egypt ended. Madharau ma Egypt, kuonewa, kuchekelewa, kuono kama ni takataka, kuono kama ni wajiga, it came to an end. Na hapo ndio walianza safari ya kwenda mahali kunaitwa Gilgal. No, Bethel. Ndio waliotoka Gilgal wakaenda nabi, wakaenda Bethel. What is the meaning of Bethel? Yeah? The house of the Lord. That is where the heavens opened. Hallelujah. When you get into the house of the Lord, it is when you see the heavens zimefunguka, bingu imefunguka. Ndio waliona watu wanapanda wakiteremuka, wakipanda wakiteremuka. That when you Gilgal, madharau ya Egypt itaisha kwako. Kuonewa, kunyararwa, kuono kama wewe ni jagiri, kuono kama wewe ni mtu bure. When this reproach comes to an end, and they will come only to an end when you return back to the covenant of God. When you come back to God and make a new covenant, sign a new covenant with your blood, sign a new covenant with the blood of Jesus Christ, I'm telling you, everything, the door will open. Milango ya mbinguni itafunguka. Na ikifunguka, nobody can stop it. And since then, they have always been victors. Always they have won battles. Always they have conquered everything. And this is what we need to understand. Nobody is qualified for others until they qualify for themselves. Nobody is qualified for others. You cannot be qualified to be a servant for others if yourself, you are not qualified for yourself. You must qualify yourself into the covenant of God, into the understanding of God, into walking the promises of God. Then you will be chosen by God or given a responsibility by God to go and teach others. Kabla nifike hapa, naona hapa tuko sasa. Nimeng'ang'ana, struggle. I have faced challenges. Watu wamenikataa, watu wamenihubiri huko nje, watu wameniita ni mugeke, si kanisa nimefukua. I have been suppressed. Na mwambia siku moja, I went to a depression of 7 good years. Nilikuwa na kunia kwa kitanda, nilikuwa na kojoa kwa kitanda. Kama sasa hapa niko hapa, ukiona tu inateremka tu. Na mimi mwenyewe nakubalisha iteremke. Na ninasikia vizuri, mpaka naona ni kama ni maua imejichora. I was in a depression, nilikuwa mgoroki. Bwana Yesu asifiwe sana. Until God came again, when I realized what is happening in my life, and when I went back to God and decided now I'm going to preach, ndio niliachwa. Bwana Yesu asifiwe sana. See, I lost everything. I lost my children. I lost my wife. I lost my properties. I lost everything because I was not walking with God. I went to America. I lost 250 million shillings on one day.
zote zikaisha, and I was poor again. Kukuja hapa Nairobi nilikuja na pair of sandals na trouser ya jean kama hii na t-shirt kama haka na kale kabagi watu wanaendaga nako kajimu, kuna kale tunavurutaga hivi naweka hapa, hiyo ndio nirudi nayo na tikiti wa kukopa. Lakini nikienda America nilienda kama tycoon, a millionaire, a multi-millionaire. When I went, when I got saved, prophetically it was said that my kiradhimo yangu iko hapa, na Mungu akaniambia kuna generation ambayo itakuja kwangu, itakuja kwa Mungu kupitia kwako. So what I was trying to do, nilikuwa nataka kwenda kwa University America, nikuwe tajiri, nikuje hapa. I was planning if I will come back to Kenya, I'll come with a private jet, my own private jet. Hallelujah. Indeed, I came with a private jet because I never paid for it. Nililipiwa tikiti. And that is how God does. Some others come in coffins. When you run away from what God has called you for, some others come in coffins. Me, I was lucky that God still loved me. I was lucky that still God wanted to use me. Because kuna mali nilikuwa nimefikisha nikakuwa chukizo kwa Mungu, because at sometimes nilikuwa na mtu mwingine alikuwa kaniambia ati nimetumwa na Mungu nikwambie urudi kwa sababu unahitajika kule. Nikamuuliza, kwani Mungu hakuna mtu mwingine anaweza kutumia, ni mimi tu? Ndio mwambia I'm busy. That's how I told. Ni mama tu kwa America tulikutana naye akaniambia, akapatiwa doto akuja niambie. Nilimwambia go tell him I'm busy. 2 weeks hasikuisha nilikuja na tikiti wa kukopa. Jana yake nilikuwa na 250 million kwa account. Leo asubuhi nimeamuka bila pesa na ninatafutwa na polisi. Bwana Yesu asifiwe sana. My brother alinipeleka akanitafutia tikiti haraka haraka. Nikiingia ndege niliingia ndege bila kujua. Ndege msima mpaka Kenya sikukula kitu. Na unajua hiyo safari yote ni 24 hours. Sikukula kitu. Nikikuja hapa airport nilikutana na mtu hapo akaniuliza neke modo. Nilikuwa na slippers. Nikamwambia ni miguu ndio imefura inauma. Ndio maana nimevaa slippers. Akaniambia uko datea. Nikamwambia twende, nibebe tu twende nyumbani. Sasa kule naenda nyumbani, nyumba hiyo nilikuwa nishanikodisha. Sasa sina mahali naenda nikuja nikaenda hapo Gong. Kufika hapo Gong nini sina pesa na nimemwambia wewe iki nikajua hapa nitatumia sura na jina. Sio kama mnanielewa. Nitatumia nini? Sura na jina. Tulipofika Gong nikamwambia kadi yangu imepotea. Wewe enda nitakutafuta. Nipatie namba yako ya simu. Kaniambia sasa urauga atia? Ugwikira ngari feto ndakwira atiriri please. Tugathumbure wethi. Ndio njoi. Thie. Nitakutumia pesa yako. Sasa yoni kaanza kutembea. Maana sikuwa na nikimwabiria airport hage nibeba. Sasa nilitaka kinifikisha huko nikatoa pesa zangu. Mzee akaigiza baridi na akarudi. Lakini baadaye nilitafuta pesa nikaenda kumtafuta airport. Nikampatia shilingi 10,000 nikamwambia mimi sikuwa na pesa. Mimi kutoka kule nilikuja kama mtu ambaye alikuwa refugee. I had a problem na singetaka kukuambia. Na nikikwambia kiwaja ukakataa kunibeba. Na sasa hivi ingekuwa mingi kwa kiwaja. So nikajua twende mpaka home. Tukifika home nitakugeuka. Na nilimgeuka. Na akafanya nini? Na akafanya baadaye nilimtafuta nikampatia 10,000 nikamwambia kunywa chai. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the most important thing, the essence of knowing your God. The essence of coming back. I was in America, I thought I was going to thrive. I was returned here. Nikakuja kuingia tu hapa. Maana nilikuwa nimeuza kila kitu. Mashamba yangu, kamaki zile unaonanga kamaki yote. That was my shamba. 50 acres. Niliuzaga 50,000 per acre. Bwana Yesu asifiwe sana. Now the acre pale ni 100 million 1 acre. Sasa imagine mimi sijawahi kula nyama kamakisi. Naendaga machozi na mwagika peke yake. Imagine how I messed myself. Juja farm, karibu nusu ya Juja farm ilikuwa yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. When you say no to God, God will just automatically switch you off. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu ya Yeremia 22 mstari wa 26 mpaka wa 30. Somebody tupatie Jeremiah 22 verse 26. Tutamalizia hapo maana naona wakati umeenda sana. Hii story imekuwa mzuri, si ndio? Mpaka mnakaa vizuri, mnatulia vizuri. No kironi kwa moko lutasadaka. Moko luta? Mode mulute nyingi.
tuyakuye mwisho wa mwezi turariha nyumba. Aya, I will haul you. Weka niweke 24. Tuanzie 24 lakini tutaendelea mpaka 30. As I live, this is God saying. As I live, lakini mwende mkasome yote, chapter yote, muelewe the context. As I live, says the Lord, even if King Coniah son of Jehoiakim of Judah was the signet ring of my right hand, even from there I will tear you off. It is God who was speaking. That the signet ring, I will tear you off. When God is not happy with you, he tears you off. And they give you into the hands of those who seek your life, into the hands of those of whom you are afraid, even into the hands of the king. He hands over. When you are not with God, when you are not in the covenant of God, remember, even if you are the signet of my hand, right hand, I will tear you off and I will remove you and give you into the hands of those who seek your life, into the hands of those whom you are afraid. He causes you. He hands. Sibuke jana ilipatiana kwa watu Gen Z. Si walikuwa huko ndani. That is a sacred place. No, even the deputy president haruhusiwi kuingia hao mahali hao vijana waliingia. Haruhusiwi. Haruhusi. Deputy president. Hata army commander. It's only the president who is around. Hao vijana walienda wakakalia hiyo kiti. Bwana asifiwe sana. He will give you into the hands of those who seek your life, into the hands of those whom you are afraid. Yani mpaka they were terrified. Imagine. Hata wasichana hapa niliona wakiuliza Ruto. Yani unaogopa watoto mpaka unawatumia KDF. Sasa unaona sasa hii maneno inaleta aibu. Inaleta aibu sana watoto. And even those whom are afraid, even into the hands of the king Nebuchadnezzar of Babylon, and into the hands of the Chaldeans. I will haul you. Nasikia Mungu anasema, I will haul you into the mother, I will haul you and the mother who bore you. Yani wewe na mama yako nitawatupa into another country where you were not born, and there you shall die. That's God. Let's go. But they shall not return to the land to which they long to return. You will try to come back to God. You will try to come back to the land that God had promised you. You will not be able to come back. Why? Because God has thrown you. Amekutupa. That is why so many of us, we are still struggling. We are fighting. Tumeenda kwa nyumba zote za maombi. Nothing is working. It is this man. Sikiliza hasa Mungu akiongea. Is this man Coniah, a despised, broken, a vessel no one wants. Sasa anaongea. Sasa nataka kuongea na venye Mungu anaongea. Vibaya, mkali sasa. Why are he and his offspring howled out and cast away in the land that they do not know? Yani modoyo oli kali broken nenyi kali nyogu tukagu ati kiko kia mudu takataka. That is how God was speaking. A howl. All land. Sikiliza sasa. Unataka uelewe vizuri. All land. Land ni nini? Ni mchaga, teli. Oh land. Hear the word of the Lord. Hello. Oh land. Hear the word. So the land has ears to hear. Then what happens? Thus says the Lord, record this man as childless. Nini ninaambiwa? Ni mchaga. Record. Na imeambiwa irecord. Haikuambiwa usikilize. Record. So land has hands. Ikaambiwa record this man as childless. Nikekero leteli imeandika. Kukua childless ni nini? Hakuna kazi. Kukua childless ni nini? Hakuna bwana. Kukua childless ni nini? Umaskini. Kuna pesa. Kukua childless ni nini? Nothing that you can be able to produce. Nothing can come out of your hand. Bwana Yesu asifiwe sana. A man who shall not succeed in his days. Just ask yourself, could this be the reason I'm suffering? The soil, the land was told, record this man. Muandike mtu ambaye hata faulu katika maisha yake. Hata nawiri katika maisha yake. It is land. This man Jeremiah did not speak to this man Coniah. He spoke to the soil. And he is telling the soil, it is not my word, it is the word from heaven.
So the soil can be told never to give you anything. The soil can be told never to give you a child, never to give you a husband. Never. Why is the soil being spoken to and told to? Why? Because the soil is the owner of you. You are what? What is this? What is the money in your pocket? What's the car you're driving? What's the husband you want? The wife you are looking for? So the soil has been told, write this man never to get all those things. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameambiwa andika, sio uweke kwa akili ndio ukuje kutuambia, oh, I forgot, that is why I did it. No, it has been told, write it. So even if anybody else comes, ishaandikwa. And there is no change. That says the Lord, record this man as childless, a man who shall not succeed in his days, for none of his offspring shall succeed in sitting in the seat of the throne. So even your offspring, ukipata mume na watoto wako bado watakula shida kukuliko. Ukipata tu pesa, ukibatika utoke hapa uajiriwe kazi, pesa yako haitakusaidia. That's why many of us are working but they have no fruits ya kazi yao. Unalipo mshahara mzuri 100,000 but there is nothing to show. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoka hapo unaingia ndege unaenda Amerika, unaenda kukua maskini. Unaosha mama huko, unafanya kazi mgumu huko, unafanya kila kitu but you are still poor. Why? Kuna a tag against you that the soil was told never to allow you to have anything. Write this man. So in many things and in many occasions, we are suffering not because we're supposed to suffer, but there is a word written against you. There is a word spoken against you. There is an authority somewhere, because this is authority from heaven. So hapa niambie, ni pastor yuko gekuhora. This is the word of God. This is a judgment. Which pastor can come and untie you? Give me Judges chapter number 6. Which God can untie you? Which pastor can untie you? No. Until you mend your ways with God. Until you mend your ways with God. That is the time. When Jacob mend his ways with God, ndio Mungu alianza kumrudisha, akamtoa kwa Labani kwa mateso. Then Judges chapter number 6 verse 1. Then the Israel did what was evil in the sight of the Lord, and the Lord gave them into the hands of Midian for 7 years. So who is the persecutor? It is God himself. God has handed you over into the hands of your tormentors. Na wewe hapa ile kuja na kuja akasema shetani ashindwe, pepo nyeusi, shetani ashindwe. Sasa wewe unapigana na mtu hakupigi. Unapigana na shetani hana haja na hata hajui what is happening around your life. He does not understand, because it is God who handed you over into the hands of who? The Midianites. So the punishment, the struggle, what you are facing, it is from God. But what are you fighting? The devil. Hallelujah. So misunderstanding to know, what am I doing? They were handed over, and anything handed over by God is a judgment. It is not anything, it is a judgment. And if a judgment, and every judgment has a number of years. This one is for what? 7 years. The children of Israel wakati walienda kule Egypt, wakapelekwa Goshen, wakapata 400 years punishment. Do you get me? So maybe you are going through a judgment, and a judgment is not from the devil. A judgment is from God. And then you come to apostle, ati niombe. Hata apostle ningekuwa nimetoka bedroom kule biguni saa hii nimeteremuka, sitakusaidia. You only need to mend. Mulikosania na Mungu wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Where did you lose it? Where did you make the mistake? Where did you ulikosea Mungu wapi? Urudi kwa huyo Mungu. When you take, and how do we go back to God? We go back to God by going, because this is a judgment, meaning when the judgment was being set or released to you, judge was sitting as a judge. God was sitting as a judge. He was not your God. He was not even your father. He was sitting as a judge. That's why I told you, God is like water.
anaweza kubadilika hivi, anaweza. Sasa hapa kwa wana wa Israeli, he changed himself and he became a judge. So if it's a judgment, you don't go to your father God, you don't go to the court, you go to who? To the judge. You go to the court of heaven. Sema court of heaven. You go to the court of heaven and they prosecute your case in the courts of heaven. Now they are prosecuting your case is agreeing with the judgment. Say, yes, I admit I have done this. Yes, I admit this is my mistake. Yes, I admit this is, but Father, judge, nimekuja mbele zako. Have mercy on me. Have mercy on me. Bwana Yesu asifiwe sana. Then he will rethink, like you go to any judge. Unaweza fika kwa judge, ulikuwa umefungwa miaka 3, akuongezea ingine 3. Aseme hata venye ulifugwa kidogo inaongezeka. Na unaweza kwenda kule aseme ulionewa, anakuachilia. Ama anaweza sema kifungo inakutosha. Bwana Yesu asifiwe sana. So you only, even if you repent when you are under a judgment, even if you repent, kama ni miaka 7 lazima utoboe hiyo miaka 7 ya punishment. Did you get me? But it is always good when you realize ni kama you are not right with God, go to the court of heaven and prosecute your case before him. Tell him, God, I agree with your verdict. Yes, mimi I am. Ndio unaona sometimes nikiwa hapa unaona nimesema kikitu. Nimesema kuna kimama nilirepu. Sijasema nimerepu, lakini nataka kutumia hiyo tambaya ndio mwende mkasugumuse vizuri. Sasa nasema I raped a woman. Do you know what I'm doing? I am prosecuting my case. Nimekukumbuka, sikuwa nakumbuka. Lakini nikiwa hapa nikihubiri, message imenikumbusha, kumbuka mkiwa Elbagon mahali fulani what you did. Immediately because I am kwenye throne yake, I prosecute it immediately. I tell God, I raped that woman. Forgive me. Have mercy on me. Immediately when it is reminded of you, then God wants you to speak it out. Tell him. And to speak it out, it is speak out. When you speak out is what? What are you doing then? You are confessing. Confession has power to set you free. When I say niliiba bangi, si nyinyi nafurahishanga, it's not a story to make you happy. No, ni kukumbusho, nimekumbusha, kumbuka mahali mliiba. Na hata picha inakuja kama venye tulifanya, immediately na confess. Nasema I did this. Nilienda kwa mganga, kuna mama mwingine mganga hapa mama tu, nilienda mama no alikuwa anatukalia, alafu unajua hawa waganga hawaogagi vizuri, na hata wakienda toilet hawaendagi wakani vizuri. So huyu mama aliniambia nitoe nguo, nikatoa nguo, nikakaa chini, nikakalishwa mahali hapa. Alafu kuna nyugu hapa, nikaambiwa niweke pesa hapo. Alafu nikaambiwa wagwana wanataka kuongea na mimi. Alafu wagwana walipoongea na mimi, alikuja kanikalia wapi? Hapa. Akafanya hivi. Sasa you can imagine. Alafu hakuwa na nguo zote, hakuwa na nguo. Alafu you can imagine hafanyagi combination ya maneno yote. Sasa ukitoka huku unaona venye utakuja ukiwa kitu baya. Bwana edazao. Hivyo huo ni ngoma madharau. Anakuaga na madharau mingi sana. Alafu baada kunifanyia hivyo na busi bili ya black na ya white na kuku ya black na ya white, alienda hapo akakata ile kamuti ya mukidoli. Na mukidoli kamuti kadogo tu, akaniambia nifugilia wapi? Niende nayo. Akaniambia na usioge na usijikuse na maji siku 7. Na anajua ile vitu amenipaka huko. The devil is a liar. Lakini hapo ni, is it the devil is a liar ama I'm a liar? Me, I took myself there. I'm the stupid person. Leo nimejiwekelea madhabahu ingine ambayo imekaa kabla kutoka. Maana sikuelewa, nimejiweka kijifuko. Hiyo pesa yangu nilitoa hapo, hiyo kukaliwa na mafi. Unajua kukaliwa na mafi, it is an altar amekuweka kwa maisha yako. Utakuwa ukinuka anywhere unaenda, unanuka. Unawatamai. Unajaribu kujipresent eti wewe ni msuri, unaongea Kisugu ya Queen si English, lakini watu wakikuona wanasema toka. Todo hiana maitono wa haki, okay? Unaweza imagine. Mama dokoi. Tusimame tu kwa miguu yetu. Mmebarikiwa?
Kuna mtu hajapona leo? Halo? Kuna mtu hajapona leo? Inua mkono wako kama hujapona. Umesikia umepona, umesikia umezungumziwa leo vizuri. Inua mkono wako. Umesikia umezungumziwa vizuri. Thank you God. Simama kwa miguu yako sasa, nikuombea muende kazi. Leo hakuna maandamano, lakini could be kesho kunaweza kuwa. Sikini sijui. Msianza kusema ati alisema. Ata ona nera ugite. No, urathi wake ndo nahiga. Nie ndikora thandathaga. Ko wera ndimwira uria muguikara. Nataka as they are singing, don't sing. Amen. As they are singing, chukua kiti yako hiyo uko umekalia, uweke pale, uingize kwa kila mtu abebe kiti yake. Imetosha sasa. Hii ilikuwa ina mtu. Si utoe hii, naongoja waambiwe. Aya, kujeni hapa mbele. Kujeni nyote hapa mbele. Wachana hizo za nyuma. Wachana hizo sasa. Wachana kiti. Mwenye ameshika kiti wachana nayo. Kujeni tu hapa mbele kabisa. Just move closer. Hizi unaweza kuzitoa uweke huko. They are not necessarily supposed. Toa kwa nini? Toa mkanda kwa mic. Mic wekelea hapa. King of glory, just place them there. Toa hapo, weka huko. Wait kidogo. Look here, look at me. Nimesema mkuje mbele. I didn't tell you to be there. Wewe unaenda wapi? Tunakuelewa, kuja. So, musiimbe hawa kiimba. Nasikia mkoro? Dukaina ya makeina. Tafakari. Tafakari. Where did I go wrong? What mistake? Because message inakujanga with a purpose. Any message ikikuja haikujangi kwa sababu inafaa ikuje, inakujanga with a purpose. Just ask yourself, where did I go wrong with God? What mistake did I make? Tulikosania na Mungu wapi? Why is this judgment so harsh? Why have I lost so much? Is it normal? Why these people hate me this much? Is it normal? Why am I having a disconnect in my life? Is it normal? So what you ask yourself, tafakari tu, ukiekelea sadaka yako pale, just tafakari. Ask yourself this. As ukijua why. Ukijua nini? Why? Prosecute your case. Tell God, have mercy. Mkumbushe tu, mwambie nilienda kwa mganga, mkumbushe niliiba kitu ya mtu, mkumbushe nilifanya hii, I led watu wakateseka, I led mwanaume fulani kama nilikuwa msichana, nikadanganya kimsee, nikaangusha ndoa ya mtu, nikafanya hivi, nilikuwa kimwanaume, nikalala na mwanamke, nikamweka tubo, saizi akateseka, hakusoma, hakumaliza masomo. Those are things that you remind yourself. Tell God. After you have reminded God yourself, now prosecute it to God. Ambia Mungu, yes, I have done this. Yes, this is my fault. God, I have come before you. Have mercy. Just have mercy. Look at me in a merciful eye. Point at me with your merciful finger. Come closer to me with your mercy. Let's go on. Wekelea sadaka yako hapo. Guza kidogo.
closer. Come closer. Ushers, ask people to The King of Glory is Utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Tunainama, tunasujudu, Mungu ni mmoja. The King of Glory is He. The King of Glory is He. Remind God of the life that you have lived. When you were a young person, the life that you have been going through. Remind Him, tell Him, God, I want to hear from you. God, I want to hear from you tonight. Mwambie tu, I have, this is my life. Put it bare to God. Mwambie, this is me. Mwambie to have mercy. Tell Him to have mercy over you. Have mercy on me, God. Have mercy on me, God. Have mercy. Have mercy. Open your lips now, tell God, have mercy. Have mercy on my children. Have mercy on my house. Have mercy on my business. Have mercy on my body. Have mercy over whatever I do. Mwambie nihurumie. Mwambie nihurumie. Mwambie Baba nihurumie. Mwambie nahitaji msaada wako. Nahitaji mkono wako. Nahitaji baraka zako. Nahitaji kufunguliwa. Nahitaji kuondolewa laana. Nahitaji kufunguliwa kutoka kwa mikono ya shetani. Nahitaji kufunguliwa kule nilijipeleka kwa waganga. Nahitaji kufunguliwa kule nilijipeleka kwa wachawi. Nahitaji kufunguliwa Baba. Nishike mtu mkono kanifungue. Fungua mikono yangu Baba. Fungua miguu yangu. Fungua miguu yangu. Unchain me. Unchain me. Unchain me. Untie me. Oh, masendelelele. Rumosha unchain me. Surrender. Mwambie, I'm here, Father. I protect you. Bahari miungu ya vifungo wameanguka, wamevunjika. Mungu ni mmoja. The King of Glory is He.
If you feel you have a case to prosecute before God, and tell God, this is what I have done, this is what I want to bring before you. Remove your shoe, come and kneel down here, around here or here, or around here. Just remove your shoe. If you feel that niko na case I need to prosecute before God, there is something I want to tell God to forgive me. Just come here. If you feel that you need to prosecute your case, you need to ask God to have mercy on you. You can come this direction, it's also good for you. All over around here, you can kneel down. Mahali popote utaona, it's good with you as we go on with ayaye. We go this zunguka tu mpaka huko. Just guide them where to come. I say guide them where to come. The King of Glory. Utaweza? Mulilie tu Mungu. Mwambie ndoka mbele ya kugai. Nemwehia. Ndoka kuguthaitha. Ririkana ciana ciakwa. Ririkana mũtũrĩre wakwa mwega. Ririkana baba. Ririkana ũmũthĩ. Remember me tonight. Remember me. Remember me. The King of Glory is here. Mwambie baba, I surrender all. I surrender. Mwambie I surrender my life. I surrender my children. I surrender everything. I surrender my family. I surrender my business. I surrender my ministry. I need your hand. Hold on to me. Bless me, Father. Guide me. Give me this opportunity. Give me an opportunity that I may be able to glorify you. That I may be able to sing. Forgive your children. Forgive your children. My way to Jehovah. My way to Papa. Totire gayo ke togo itasiga we. Wende muda makiwaga maki. Wechaira wecha kuyoga maki koigoro. The King of Glory is Mungu ni mmoja tu.
Father, we thank you. We worship you, Father, as we bring our cases to you. We've come to surrender, to say all that we have done. Indeed, according to the judgment, we are guilty as judged. Father, na kuomba tu ukatuangalie na jicho lako la huruma. Tuhurumie maana tumeteseka. Tuhurumie maana Baba tumeshindwa kujinasua. Tumejipata kwenye mitego, tumejipata kwenye njia panda. Tumejipata ya kwamba hatujui. Tumejipata ya kwamba hatuwezi tukafaulu. Njia zetu zote zimeshindikana. Milima yote imekuwa telezi. Tumeshindwa kuvuka mto upande ule mwingine, maana ni mkubwa sana. Tupasulie bahari tukaweze kuvuka. Baba, tumezingirwa na manyoka, tumezingirwa na maadui, tumezingirwa na watu ambao hatujui. Miili yetu imejawa na magonjwa, biashara zetu zimeshindwa kunawiri. Tumekosa kufaulu kutoka kiwango kimoja kwenda kingine. Ninakuomba Baba, ukatusamehe tu dhambi zetu. Kumbuka tu hata wana wa Israeli walikuwa na abudu sanamu, walikuwa wamechonga ng'ombe, walikuwa wamechonga nyoka, walikuwa wamechonga milima, wamechonga hata binadamu walikuwa na waabudu. Sisi hatujafika huko. Tunahitaji mkono wako, tunahitaji Baba baraka zako. We need your grace, we need you Father to guide us. Tushike tu mkono. Nishike Baba, unapowashika watoto wako hawa mkono, unapowahurumia, unapowafungulia bingu, maana wamekubali kutahiri tena, wamekubali kuacha the adversaries of Egypt. They want to be with you. They want to be with you. This reproach has been so immense. Aibu hii imekuwa kubwa. Aibu hii imekuwa kubwa. Kama vile Kaini alikwambia adhabu hii imekuwa ngumu na ni kubwa, hata sisi tunasema adhabu hii ambayo umetupatia, ambayo imetokana na makosa yetu, ni mkubwa. Hatuwezi bila wewe, hatuwezi kufaulu. Hakuna mahali tunaweza kwenda bila wewe. Tunahitaji tu ukatuhurumie, tuangalie tu na jicho. Wewe ni Baba wetu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Mungu uliojawa na rehema na baraka. You are the King. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi, umekanyagisha nyayo zako hapa duniani. Baba, tunakuabudu, tunaunganika na makerubi na masarubi, tunasujudu mbele zako tukisema unastahili kuabudiwa, maana you are holy of the holiest. Father, we seek your hand, we seek your favor, we seek your mercy. Forgive us, Jehovah, forgive us. We surrender to you, we surrender. You have the mercy, you have the blessing, your hand is all over. God, look at us again. Relook at our grievances, Father. Do not throw us deeper into the oceans. Do not allow, Father, our enemies to traverse over us or over us. Do not allow, Father, they are many, they are powerful than us, they are stronger than us, God. We worship you, God. You are our Father. We are your children. We seek, God, you to forgive us. Forgive us. For it is in Jesus' name we do praise. Somebody say amen. Amen. You can rise up. You are forgiven. Anything that had bound you, you are free from today. Amen. The heavens have accepted, the heavens have heard, and the heavens have set you free. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And amen. God bless you.